Ehe, afadhali tumekuona wewe kifikisha ujumbe. Huu mguu ulikuwa wa kwako, ingawa tumekukuta hapa na miguu ipo kwetu. Tunakuja huko kwenu, bwana wako anatembea na mke wa mtu. Mtu mwenyewe ndo huyu hapa. Sadi, sikia, huyu hapa ndo mke wake. Kwa hiyo jamaa ambao nikutaka nikupeleke, tumemkuta hapa njiani. Ndo mume wake anatembea na mke wangu, ndo huyu. Ndo huyu hapo mwenye sura imemshuka kama chupi ya kizee. Aibu naona mie. Mwambie mume wako kutembea na mke wangu. Unavotia huruma jamani, kwa nini sasa? Mna tabia gani? Mimi hapo unavoniona ndo nyomokela, tena sio nyomokela tu, nyomokela wakila, mwenye sura ya 6 mstari wa 6 hadi wa 6 wenye kusema. Hadi wote wenye sura ya 6 hawasa uona ufalme wa 6, kwa sababu wamesita kuchukua 6 wakaongeza na 6 ikawa 6 wakati wa 6 ikabaki 6, waunde sura ya 6, lakini wao wana 6. Mimi hapa ukinipa moja nakupa 6, hata ukinipa 6 nakupa 16, au una 6. Muangalie sura yake kama mwa 6 aliyezaliwa tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka 66. Aibu naona mimi, mbona una 6? Udugu wangu, twende huko kusumfuate nyumbani kwake na pafahamu vizuri. Nenda na safari zako, tunaenda huko kwa twenzetu. Mume wangu mwenyewe hayupo, amesafiri. Mimi niseme shukrani tu kwa kuchukua muda wako kunipeleka msikitini, na namshukuru Mungu nimefanya ibada vizuri, lakini huwa najiuliza kwamba nitaendelea hivi hivi au la inakuwaje? Maana nilipotoka nyuma unapafahamu vizuri, au nitumie njia gani ambayo mimi itanifanya mpaka niwe na imani hii niendelee kuswali? Labda nikwambie kitu kimoja Jamali, kama leo umeingia msikitini hauwezi kushindwa kuingia siku zote zinazofuata. Labda nikwambie chengine, ukiwa karibu na Mwenyezi Mungu, basi na malaika wa Mwenyezi Mungu wanakuwa karibu na wewe. Kwa hiyo mambo yako yatakuwa sio ya shari tena, mambo yako yatakuwa ni ya kiucha Mungu, kama kweli ukimweka Mwenyezi Mungu karibu. Na zawadi, labda nikuzawadie elimu moja. Ukiwa kijana alafu ukiwa karibu na Mwenyezi Mungu, basi wewe unakuwa na pepo yako. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ameiandaa pepo Mwenyezi Mungu kwa mtu ambaye atakuwa karibu na Mwenyezi Mungu kipindi cha ujana wake. Sasa hapa ndo napata maana sasa ya kwamba ukifanya ibada kwa sana utaenda Firdausi. Kwa hiyo ina maana hata na mimi nitaenda Firdausi, si ndio? Kama umeamua kufanya yale maasi yote ambayo ulikuwa unayafanya, sasa achana nayo. Na nasikia habari kwamba unampigaga sana mke wako, unamtukana, ni mlevi, mtaa huu anakuogopa, ni kibaka, unaiba. Hiyo sio tabia nzuri. Mimi basi sawa, mimi nimekuelewa na naomba Mwenyezi Mungu aniongoze niwe mtu wa imani. Dada. Samahani. Firdausi nitaenda, lakini shehe, maana ndo maana yake. Labda nikwambie kitu kimoja, na stori nyingi naweza nikakwambia. Kwa hiyo umenisimamisha, unanifanya mimi mjengo wa mstimu? Nenda. Lakini ustazi, samahani, lakini kile pale unachokifanya wewe pale na unachoelekeza mimi kinaendana kweli? Jamali, yule tayari kasharibikiwa. Yule anabidi aelekezwe jinsi mtoto wa Kiislamu wa kike anabidi aishi vipi. Kwa hiyo ni kazi yangu mimi kama nilivyokuelekeza wewe. Unaelewa? Sawa. Tunapotezea na muda. Fanya haraka na mambo yangu mengi ya kuyafanya. Wewe nenda. Safi, niambie. Bila shaka wewe ni mgeni katika kijiji hiki, kwa sababu sijawahi kuona kabisa sura kama hii. Labda nikwambie kitu kimoja, wewe ni mzuri sana, ni mwanamke ambaye una shepu nzuri kweli kweli. Yaani nimetokea kukupenda tu the way nilivyokuona. Hata nilipokuwa nimekaa pale na mwenzangu nikajishangaa, stori zote zimetoka. Sikia kwanza tukwambie, mimi nina mwanaume wangu, tena nampenda kuliko maelezo.
Labda nikwambie kitu kimoja binti. Kuwa na mwanaume mmoja sio kwamba hauna nafasi ya kukaa na mwanaume mwingine. Alafu usipende kukaa na mwanaume mmoja kama roho. Mwenyezi Mungu ameumba roho ndo moja tu, na ikiondoka duniani na wewe pia unaondoka duniani. Sasa na wewe pia unataka mwanaume wako awe kama roho? Ikitokea amefariki leo na unafariki? Ushasema roho. Kwani hapa unaizungumzia roho, unaizungumzia nini? Usitaki kumfananisha mwanaume wangu na roho. Nimeshakwambia nina mwanaume wangu, tena ninampenda. Niambie tu chengine ambacho ulitaka kuniambia ulichonisimamisha. Kama iko kaa ukijua kwamba nina mwanaume wangu, ninampenda. Usifanye hivyo bwana. Mimi nimetoka kukupenda tu jeze wewe ulivyo. Yaani nataka uwe wangu. Mimi niko radhi kukugaramia kwa kila kitu. Sioni sababu mimi ya kuongeza mwanaume mwingine. Na kati aliyokuwepo ananitosheleza. Allahu Akbar. Alaikum. Mume wako yuko wapi? Mume wangu ametoka mara moja. Na vipi, mbona unamuulizia afu na hasira hivi? Sikiliza nikwambie. Mwambie mume wako iko anachoniletea sijakipenda na sitaki. Tena mwambie kabisa na habari zimfikie. Samahani, sijakuelewa. Uchafu upi unaozungumzia? Na mbona mume wangu mambo hayo hana? Nisikilize nikwambie. Uchafu anaofanya mumeo siwezi kukwambia amefanya uchafu gani. Ila mwambie. Naenda kumwambia mume wangu. Na wewe unadhani unamjua mume wangu jinsi alivyo? Sijaelewa unazungumzia uchafu upi. Mbona mume wangu mambo hayo hana? Mtaa mzima kote hapa anafahamu mume wangu ni ustazi. Huo uchafu unaozungumzia uchafu upi? Hiyo sasa mtajua wenyewe. Uchafu upi sasa? Mbona nichanganya? Mimi sina chochote kaka bana. Nionee huruma. Mimi sitaki unifanye ubaya wote kaka, unavyoniona sina chochote hapa. Msubiri kwanza Yusufu. Una shida gani? Mimi nisamehe kaka, nisamehe kabisa. Yani mimi sitaki unifanye chochote, yani mimi nisamehe kabisa, nisamehe. Sikia Yusufu. Unajua jinsi unavyonitazama mimi na unavyonichukulia ni vitu viwili tofauti kabisa. Alafu sasa mimi nimeswitch bro, unaona? Mimi zamani nilikuwa hapa nina kisu. Mwanamke katizi mbele yangu mimi. Sawa kaka, lakini mimi nisamehe. Basi sawa, pita. Mimi sikufanya chochote kile, pita. Pita Yusufu. Au cheni imemgopesha huyo. Sasa hivi inabidi nitembee. Huku nataja jina la Allah. Allahu Rabbuna.
Mamkali, una shida gani? Mbona umefula hivyo? Yaani umtaa wenu siupendi, yaani siupendi hata kidogo. Shida ni nini? Ina maana bado hujalizika tu kukaa huku? Yaani bora ningebaki Tandika kuliko huu mtaa wenu, yaani siupendi hata kidogo. Taratibu sasa, kama una jaziba inapaswa kushusha chini. Mwenye heshima bishani. Yaani napita zangu nakutana na mtu ambaye simuelewi, amenisimamisha na ananiambia maneno ambayo siyaelewi hata kidogo. Hebu nieleweshe taratibu kwanza, una shida gani? Nimekutana na mtu njiani, amenisimamisha. Yupoje huyo mtu? Huyo mtu anaonekana ni sheshe hivi, maana amevaa barakashia, amevaa na kanzu, ana midevu tu hivi, ni mweusi mfupi. Nimeshamtambua huyo ni nani. Naona huyo mtu anazidi sana kunipanda kichwani. Hii vita aliyoanzisha kama usitoiacha. Kama kalianzisha na mimi nalimaliza, liwalo na liwe. Nisubiri na kuja. Sheka pesa. Nakuja. Nisubiri twende wote. Mke wangu, unajua nina mkojo. Mkojo umenibana kweli kweli. Basi sawa, unaweza kujistiri. Ngoja nikajistiri. Uangalie sasa, unajua mimi ustazi mkubwa hapa. Usijali, haina shida. Ndio nikavunja karia. Mudu, umerudi? Ndiyo, nimerejea. Na hata hivyo huu mguu ulikuwa unakuja kwako. Vipi, uko mumeo yupo? Mbona hivyo, kuna tatizo? Shida ndiyo ipo, namfuata mumeo huko. Lakini Mudi, mume wangu hayupo.